Judges chapter number 6. Exodus. Say Judges. Oh, so you are with me. Okay. From verses number. Let us start from verse number. From number 6. Exodus 6:6. And I will read. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Verse number 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out of the land unto good land and large, unto land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites, Perizzites, and Hivites, and the Jebusites. Verses number 9 says like this, now, therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression whereby the Egyptians oppressed them. Verse number 10, come now, therefore, and I will send unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Verse number 11, and Moses said unto God, whom I am, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Verse number 12, I just read with me as we proceed. I will tell you why I'm reading all this. And he said, certainly I will be with thee, and thee shall be token unto thee that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt. You shall serve God. Verse 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, shall you say them, shall say to them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Verses number 14, and God said unto Moses, I am that I am, and he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I have sent me unto you. Verse number 15 says this, and God said, whoever, and moreover, unto Moses, thus shall thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Verse number 16, go and gather the elders of the Israel together, and say unto them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appear unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. Verse number 17, and I have said, I will bring you out of the affliction of the Egypt, unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land of flowing with milk and honey. Verses number 18, and they shall hearken to thy voice, and you shall come, thou and the elder of the Israel, unto the king of Egypt, and you shall say unto him, the Lord God of Hebrews hath made us, and now let us go, we beseech thee, 3 days journey unto the wilderness, that they may sacrifice to the Lord
our God. Verse number 19. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by might hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst therefore, and after that he will let you go. And I will give these people favor in the sight of Egyptians, and it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. You shall not go empty, but every woman shall borrow of her neighbor and of her neighbor's sojourn into her house jewel of silver and jar of the gold and raiment, and you shall put them, your sons, upon your daughters, and you shall spoil the Egyptians. Say amen. Now listen, I have read all the chapter from verse number 6 up to verse number what? 22. Why am I reading all these things? I have discovered that we have failed to understand the principles of God, how God works. And this is where we are making a very big mistake. This is where we are making a very big mistake. We don't understand the science of God or how God works in a human being. So where I am afraid, when you read the journey of the children of Israel from Egypt to Canaanite, there are only three things that are concerned. First thing is salvation. What is salvation? Salvation is a rescue. You are in somebody's hand, so God has to rescue. You used to do something, or the devil used you to do something, and you are addicted or you are slavery there. So the first thing God did is to send somebody and rescue. When I say it's God to send somebody and rescue. Now I want you to listen to this. God can send anything. If we refuse to listen to the human being, you can even send the animal. You can even send the animal. But the truth of the matter is that God will send someone. If God wants to do something, He must send someone first. God does not work in darkness. If He wants to do something, first of all, He informs His people that He's about to do something. Whether it's good or bad. Amen. He has to inform somebody or someone, or He has to send someone. And if someone is not there, God will send an animal. Praise God. He will send an animal. So the Bible is kicking by telling us that by then the children of Israel were in slavery. They were in the hands of Pharaoh, Egyptians. And the Bible says that after for a long time, 430 years, these children of Israel, the people of Israel, they were in the hands of the Egyptians. They were slaves. Remember, in the first place, they followed Joseph because of food. That's why I don't like this narrative. Because of Merala, you feel like let me do something stupid. If you read this Bible, those people who was running away or who tried to run away from hunger, they call themselves in something else. Some of these guys, because of hunger, the Bible says they followed Joseph. They followed Joseph because of food. And the Bible says Joseph died.
And the person who was favoring them in Egypt because of Joseph, the Bible says the first Pharaoh died. So the Bible says that the worst king Pharaoh took the power in Paris. And this is the guy from chapter number 6. The Bible says he started frustrating the children of Israel. Praise God. Then you are running from something so-called jam. And then unaenda unakula kidogo chakula kurudi inakuwa issue. Wale wenye kupea chakula they started frustrating you. They are taking you for granted. Because the way you came. Bwana Yesu asifiwe. That's why we always say back in the wacha tu kuliwa na njaa. But usiguse nini? Heshima yako. We saw the story of Isaac and Jacob. I mean Esau and Jacob. Esau and Jacob. The Bible says Esau sold his birthright to his young brother Jacob because of food. Because of food. Now, 430 years, the children of Israel were slaves in Egypt. The question is, how did they arrive in slavery? How did they arrive in slavery? There are things we do as human beings, we find ourselves in some situations. Unajikuta tu kwa hali fulani na unakuwa nini? Mtumwa. You become a slave. So these guys, the children of Israel are in Egypt. The Bible says for 430 years were slaves. And the Bible says they cried. They did every manner of mourning to God. And our God is so faithful. The Bible says God had them. So, he decided to use their own. I always say this. If God wants to save Kenya, he will use Kenyans. If God wants to use to rescue your family, he will use one of your family members. Atapata tu mmoja to save your family members. Hakuna mtu atakuja from outside. We just pick someone from your family members and yeye ndiye atakuja kuokoa nini that generation. So by then Moses was eating good in Egypt. By the way, Moses alikuwa amelelewa in the house of Pharaoh. So he was there. Watu wengine wakienda kule, Moses alikuwa kule. He was eating good. Sasa hapa anaitwa yeye afanye to go and rescue. To go and do what? Rescue the children of Israel from the hands of Egyptians and the king Pharaoh. Now, if this is the case, then there's a process of frustration. There's a process of slavery. Yaani kuna process ya mateso, kuna process ya utumwa, until comes rescue. And that rescue we are talking about is what we call salvation. After salvation of Christ in our life, then your life has to change. Your life has to change. Now, you know when you are in a slavery, you don't know what to do. In slavery, let me tell you slavery. Slavery only eats what you deserve, not what you earn.
not what you want. You only do what you deserve, not what you want. That's the difference in slavery. And slavery does not mean that kuna mtu akakusimamia. Maisha ndio inafanya nini? Inakusukuma. I remember when I was young, kule kwetu. When I was young, 10 years, yama tulikuwa tunakula. Sababu tulikuwa tuko connected na butcher. But this chapo nilikuwa naionea kwa TV, kwanza TV ya black and white. Yaani naonea chapo kwa TV na TV ni black and white. Na ni kwa jirani. Are you getting? Chapo. Tulikuwa tunakutana na chapo masiku kama hizi tarehe 12 Christmas. Na ukikula ukiamka asubuhi kama imebaki kwa mara mbili pia ni muujiza. Things were not good. Siku hizi chapo zimekuwa mingi mpaka zingine zinauzwa tu kwa barabara 10, 20. Hata you don't need even to think about chapo. Maana ukikuwa na 10 bob unanunua hapa na 20 na beba 2-3 unaenda nayo kwa nyumba. It's not an issue. During our day 6 years, 10 years, chapo ilikuwa kitu ya maana sana, maana tulikuwa tunaiona kwa TV. Chapo. Ati shughuli zote zilikuwa zinasimama siku ya Christmas angalau tukule nini? Chapo. Bwana Yesu asifiwe. Now, these children of Israel walikimbilia kule Egypt. Walikimbilia wapi? Kule Egypt. After long stay in Egypt. After long stay in Egypt, life ikaanza kuwa mbaya. Wakaanza kutumika kama watumwa. Yaani watumwa, you have no right. You have no right what to do. You have no freedom what to do. So the Bible says they were oppressed. So they were oppressed to the point that they were not able to do what they want. And the Bible says that they cried to God. When they cried to God, Mungu akasikia. That's why nashinda nikwambia watu kitu hapa kanisani. Mungu anashughulika na watu wanapotafuta. Let me tell you, naenda waambie mpaka kesho. Mungu anashughulika na watu wanapotafuta. Those who are seeking him. When you read the word of God from Genesis to Revelation, there are those people who are seeking him. When you seek God, you will see him. Bwana Yesu asifiwe. When you seek God, you will see him. Na haimaanishi eti ni watakatifu ndio wanatafuta Mungu. Hata mtu akiwa mwenye dhambi lakini akaamua one day nitaenda kumtafuta Mungu. Mungu atapatikana. And whatever she or he is seeking God for, atakipata. Bwana Yesu asifiwe. And that's how God operates. That's how God operates. So these guys
or these people, or these children of Israel, the Bible says that they were oppressed in a foreign country. When they were oppressed in a foreign country, they cried, and the Bible says that the Bible says that their cries reached to God. Their cries reached to God. Now, if the cries reached to God, God decided to bring Moses to go and rescue them. Moses was used as a middle person between the children of Israel and Hawana, and between God and Hawana or Israel, to rescue them. To rescue them so that he can be used. Mahali Mungu anataka kufanya kazi, lazima kuwe na mtu. There must be a person, a human being, so that Mungu amtumie yule human being ambaye atakubali. Because in the first place the introduction anasema Musa akaitwa, na hakuitwa hivi. Biblia inasema there was a burning bush, and that burning bush was the calling of Moses. It was a first time Moses kukutana na nani? Na Mungu. So the reason why Mungu alimwendea Musa, because Mungu alikuwa anataka kuingia ndani ya Musa. Mungu alikuwa anataka kuingia ndani ya Musa. Musa afanye namna gani? Akaende akaokoa wana wa nini? Wa Israeli. So there are so many things that are happening. Mungu anapea introduction, kila anaenda kufanya, kila anaenda kusema. And the first thing ilikuwa Musa kwanza awaende wale anaenda kuwaokoa mbele bibi na wahubirie. Aende wana wa Israeli kwanza waambie, bibi Mungu amenitokea. Na ako na mipango na injili. Na mipango ile Mungu ako nayo, anataka kuwa rescue from the hands of Pharaoh. Anataka kuondoa katika hii nchi kwa mikono ya hao watu. The Bible says the first statement Moses told the children of Israel, the Bible says they refused to listen to those narratives. Walikataa, wakakataa hata wao kusikia kitu. In fact, the Bible says hata Farao alipoendewa mara ya kwanza akaambiwa, please, Mungu amesema hivi na hivi na hivi. Maana kulikuwa na maswali wakati Musa anasema ni Mungu amenituma nataka kuwa rescue. They were asking Moses, who is this God? Who is this God? So Mungu ako na identity. Mungu ako na identity. Anasema mimi ni Mungu wa mababa zenu, forefathers, ama mababu zenu. Anataja Abraham, anataja Isaac, anataja Jacob. Mungu anafanya nini? Identity. Anaji-identify. So he is telling Moses, I am God of your forefathers. Bwana Yesu asifiwe. I'm God of your forefathers. Number 2, to the children, to Pharaoh, Moses anaenda kujiintroduce. Moses anakuuliza swali, who is this God? Yeye huyu wako ni nani? Ndio nimekwambia Mungu ako na identity. God ako na identity. God, the word God is just an overall name. Who is this God? Mungu akikwambia Mungu wako, muulize Mungu wako ni nani, kwa sababu Mungu tunayemtumikia tunamjua, ako na identity, ako na jina.
Amen. Akona identity, akona jina. God of your forefathers. God of forefathers. I am who I am. Mungu alitembea na Abraham, Mungu alitembea na Jacob, Mungu alitembea na Isaac. That is God of forefathers. Na Biblia inasema akamwambia Musa, I am who I am. So first of all, you must know ni nani huyu anakuja into your help. Ni nani huyu anakuja into your rescue. Who is this coming into your rescue? Who is this coming into your salvation? So as we speak today, the man Jesus is coming in our rescue. Na nimekwambia stage ya kwanza ukiwa kwenye utumwa, ukiwa umefungwa, stage ya kwanza you must be uokolewe. Salvation, lazima uokolewe. Kwanza uondolewe kwa matega, kwa vifungo uliowekwa uondolewe kwanza. Hiyo ndio inaitwa salvation, uondolewe. Once you are out of that, then the issue is still umeokolewa. So what next? The Bible says ya kwamba after the children of Israel kuokolewa, then Mungu anaanza kuambia wana wa Israeli, I have rescued you. Now, tuende journey ya 3 days in the wilderness. 3 days in the wilderness. Where are we heading? We are heading to Canaan. We are heading to Canaan, the land that are flowing of milk and honey. Praise God. The honey that are flowing with milk and honey after salvation. That's why we are saying this. Once you understand that you have Christ, you are born again. Yani umeokoka. Hiyo wokovu watu wanasemanga, I'm born again. Yani I'm born again. Niko na wokovu, salvation. Then it means that you must be a person who are heading somewhere. That's why I'm saying this. Your salvation must be the salvation of a purpose. You cannot just come to church because you are saved. No, you must have a purpose. Something you want to achieve, something where you are heading. You must have an hope. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukuwe na tumaini fulani mahali unaelekea. A certain hope where you are heading. That's what after the children of Israel being saved from the hands of Pharaoh, the Bible says the next step was for them to go 3 days journey in the wilderness. And the Bible says where they were heading to Canaan. And Canaan is the place where there's a flowing of milk and what? Honey. Hallelujah. So, inamaanisha ya kwamba there was a process, salvation, and then after being saved or rescue, salvation is rescue. After rescue, ukisikia mtu anasema nimeokoka, huyu mtu amefanya nini? Amekombolewa. So ukisikia mtu anaconfess born again, that's why mtu akimpokea Yesu tunamwambia rudia hii maombi nyuma yangu. Repeat after me. Naanza kusema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niokoe. Kama ni mwizi unasema nilikuwa mwizi, kama ulikuwa mchawi unasema ulikuwa mchawi, bla 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 bla, you confess. After confess, now you believe through faith. You believe that you have confessed and your sins are forgiven. So you start claiming that or proclaiming that you are born again. Mimi nimefanya nini? Nimeokoka. Mimi nimefanya nini? Nimeokoka. Kuokoka maanisha you have been rescued. And through your conversion,
confess ya kwamba umeokoka, step by step, step by step, utaona the things you used to do, unaona you are no longer doing those things. That's why Paul says, behold, the old things has gone, now is a new thing. Mtu ule wa kale alikuwa ndani yako ashaondoka, sasa wewe umekuwa kiumbe kipya, new creature. Now in this Holy Scripture, there's an issue of this land so-called Canaanites. The Canaanites, the Bible says this land of Canaanites, ama Canaan, kulikuwa na watu, the Bible says kuna watu wanatajwa hapo, tumesoma the Jevites, the Canaanites, the Amorites, the Amalekites. Wao ndio walikuwa wanamiliki hizi maziwa na masali na fertile lands, walikuwa wanamiliki kule. But God decided that he's going to give them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And he's going to give them. Now, if this is the scripture, then it means that kila mtu ameokoka ako na destiny. Destiny ni kusema hatima ya mtu. Hatima, kuna mahali unaelekea. Hatima. There's somewhere you are heading. You are not just there for doing nothing, heading nowhere. Lazima kuna mahali unafanya namna gani? Unaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna mahali unaelekea. There are some things you have to you are going to achieve, or you are supposed to achieve. Somewhere you are supposed to reach. Now, you see, there's something that God told Moses to tell the children of Israel. Biblia inasema akawaambia tunaenda 3 days jangwani. Na Biblia inasema katika hiyo safari ya 3 days jangwani, Biblia inasema Mungu akaambia Moses, tell the children of Israel ya kwamba the reason why they were rescued from that place, waende wafanye namna gani? Waniabudu. Waende wafanye namna gani? Waniabudu. Worship you. Because in Egypt they were not able to worship God. They were not able. That's why some of them walirudia miungu ya wa Egypt, walikuwa wanaabudu kule miungu ya wa Egypt. That's why Moses, I think Joshua anasema in Joshua 24:15 and 14, anawaambia decide today whom you want to worship. Do you want to go back to worship the gods whom your forefathers worshipped in Egypt, or you want to worship our God? Amen. So this means uko na destiny. There's somewhere you are heading. And because there's somewhere you are heading, then what are you supposed to do? You have to remain focused. You remain focused. You have to seek God and those things that God has promised you through prayers and fasting, and also reading the word of God. Hakuna shortcut. Sisi watu wanakaa tu wakati kimeumana, wanaenda kanisa tu pastor awekee mikono. Seriously? Pastor awekee nini? Mikono.
They don't want to pray. They don't want to fast. They don't want to read the word of God. They are just there. And how are you going to reach to a destiny? How are you going to reach the promises of God if you don't pray, you don't fast, you don't read the word of God? My twins, hi. Are you okay? So, what you are supposed to do is, because you have already been saved, wewe unaokoka, na kuna kitu inaitwa destiny. Destiny ni mtu unakaa ukiwa na nini, na malengo. Unasema kutoka hapa kuna mahali nataka kuelekea. Nikitoka hapa nataka kufika mahali fulani. I want to do something. I want to achieve something. Destiny as somebody of purpose. Yaani Mkristo wa purpose. But unakaa tu mbele. Hauna tofauti na mtu yuko ile hajatolewa Misri. Nakaa tu mbele. Hauna kitu unajibizana nayo, you are just comfortable. You don't pray, you don't fast, you don't read the word of God, you are just there. Siku inatoka huko inarudi huko, you are just there. Wiki inapita, you are just there. Mwezi inapita, you are just there. Mwaka inapita, you are just there. Pray, read the word of God. Fast, seek God to pursue the destiny. Hao wanaokolewa wanatoka Misri. Wangekuwa ndo kuzuri hata wangejenga manyumba hapo Jangwani. Wajenge manini? Manyumba wapi? Jangwani, waishi hapo. Si maisha ndeisha kwa sababu wametoka kwa mikono ya nini? Ya maadui. But the issue is, kulikuwa na nchi ya Kanaani. Nchi ya Kanaani ilikuwa mahali wanaelekea. Now you can read the Bible. Tutasoma siku nyingine. On the way you find out that there was a lot of confusion, kwa sababu kulikuwa na vita wakielekea huko kwa njia, ndio Mungu akachagua nani, Joshua, kupigana na wao. Kulikuwa na vita. That's why nakwambia vita sisi tunapigana nazo kama Wakristo. Tumejazwa na Roho. Tunapigana na spiritual war. Tunapigana vita za kiroho. There are some things we need to achieve. We need to allocate what we are supposed to do. Tunaipata kupitia nini? Prayers. Bwana Yesu asifiwe. We only do it through prayers. Tunanga shortcut. Maandiko inasema vita zetu sio za damu na nini? Na nyama. Singekuwa na damu na nyama, tungekuwa tuna train hapo watoto kutoka Sunday school mpaka huko juu. Kila mtu tunapanga kama ya Masai. Tunakaa nayo chonjo. Sunday kama hii ndio tunafanya. That's not our work. Bwana Yesu asifiwe. We fight spiritual war. Ours are not carnal. And by doing this, we have destiny. We pray so hard because we have destiny. We pray so hard because there are promises of God in our life. There are some people who are born again, but they don't know the promises of God. They are just there. Ukimuuliza wewe ahadi za Mungu, taja mbili tatu, hajui, he or she is just there. Just there, doing nothing. Bwana Yesu asifiwe. So, this morning, we must understand that after rescue or after salvation, there is a promise of God.
And between salvation and the promise of God, kuna kazi lazima ufanye hapa katikati, because watu wote waliokolewa kutoka katika nchi ya Egypt, the Bible says most of them died in the wilderness. Yaani umeokolewa lakini unakufia wapi? Jangwani. They did not reach the promised land. Amen. Okay, tusome, tunaendelea verses number, tumesoma 22. And the sons of Korah. Let me read this. The version ngumu sana. Version of Korah. I was reading chapter number 6, verse number 22. Okay, Exodus verse number 6, verse number 10. And the Lord spoke unto Moses, saying, and the Lord spoke unto Moses, saying, Go in, speak unto Pharaoh, king of Egypt, that he left the children of Israel go out of his land. And Moses spoke before the Lord, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me, and then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips. And the Lord spoke unto Moses and to Aaron, and gave them as charge unto the children of Israel and unto Pharaoh's king of Egypt, and to bring the children of Israel out of the land. Verse number 14. These be the heads of their father's house: the son of Reuben, the first of Israel, Hanok, Pal, Hezron, and Cam. This be the family of Reuben. Verse number 15. And the son of Simeon, Jamuel, Jemin, and Ahad, Joachim, and Zohar, and Shaul, the son of Canaanites, woman. These are the families of Simeon, or Simon. And these are the names of the sons of Levi according to the generation of Gershon and Kahol, Merari. And the years of the life of Levi were 137 years. You see, after rescue, and the children of Israel were 12 tribes. Walikuwa 12 tribes, children of Israel 12 tribes. Kama walikuwa 12 tribes, kuna Levi, unasikia wanataja majina hapo. Kulikuwa na mtu anaitwa Aaron. Aaron was the young brother to Moses. And the Bible says, for Moses kufanya kazi kuwa rahisi, ilibidi Mungu akamwambia Musa, chukua Aaron. And the reason why Mungu alimchukua Aaron, number 1, walikuwa wanasikizana na Moses. Number 2, Moses alikuwa na weakness ya kuongea. Alikuwa na kitu kinaitwa kigugumizi. Alikuwa anaongea lakini inachukua muda sana kupronounce kitu. So Moses, Mungu akamwambia chukua Moses, chukua Aaron your brother, akusaidie kufanya nini? Communicate. So alikuwa anaenda mbele ya king Pharaoh. Aaron anaongea maneno, Moses anaongea, because Aaron alikuwa so quick kusound maneno kutoka kwa kinywa chake. Moses alikuwa na kitu kinaitwa kigugumizi.
alikuwa akipronounce kitu, ilikuwa inamchukua nini? Muda. Ilikuwa inamchukua nini? Muda. So Mungu akamwambia, chukua Moses, I mean chukua Aaron your brother. So Aaron was so quick to speak things that Moses is supposed to speak to children of Israel and Pharaoh, the king of Egypt. So in all these things, Mungu huwa anafanya kitu inaitwa preparation, because anawataja akina Levi. In every tribe kulikuwa na mtu anasimamia tribe yake, elders ama leaders. So Moses akawapick ili kazi ilikuwa rahisi, akaidedicate to the leaders, kila mmoja from his tribes, na wana wa Israeli walikuwa na 12 tribes. So Aaron kazi yake alikuwa mahali Musa anasimama yuko pale, kwa sababu alikuwa ni kama interpreter. He was so quick kuongea maneno ambayo Moses anafaa kufanya nini? Kuongea. Now, hizi vitu Mungu huwa anazipanga in advance. Na hii yote ilikuwa isaidie venye wana wa Israeli watatoka Egypt waingie wapi? Misri, wengine waingie Canaan. From Egypt to Canaan. So it was the plan of God for them to do what? Kuarrange, kufanya hii arrangement. Nimewaambia Mungu akitaka kufanya kazi anafanya na watu. Mungu afanya hii kazi na miti wala wanyama, na hawezi kuja mwenyewe. He uses people. And when God is about to do something, anatumia watu. Lazima tu atachagua mtu, asimamishe mtu mahali, na Mungu akitaka kufanya kitu, Mungu anafanya kazi kupitia huyo mtu ambaye amefanya ni amemteua. So next time we will see destinies ama ahadi za Mungu tuko nazo. What are we supposed to do ili tufanye nini? Tuzifikie, because we need kuzifikia. Tunazihitaji kuzifikia ahadi za Mungu. We need it. How can you reach to God's destiny? You cannot reach to God's destiny or promises when you are just doing nothing. Tunasema hapa, number 1, you must read the word of God. You must hear the word of God. Number 2, you must pray. Number 3, ikikusukuma sana, you have to fast. You pray and you fast to see God's destiny. But just sometimes you can see people, they are just fasting. Yaani mtu anapenda tu kufast because ni habit. Ama mtu anataka kuomba tu because kuomba ni habit. You pray because your prayer is a habit. Hauna malengo, una objectives. You just pray because you pray. Amen. Omba ukiwa na objectives. Pray ukiwa na objectives. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pray when you have objectives. Fast when you have objectives. Amen. Pray when you have objectives. Fast when you have objectives. You cannot just pray because you feel, unasikia tu kapilipili kanamwambia omba, kapilipili tu unasikia tu kanakuasha. You pray. Amen. That's why sometimes we don't have impacts on the things
that are concerning God in our life. Yaani tunafanya vitu ambazo hazina nini? Hazina impact in our life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Destiny are only for those who are been rescued. You cannot be a slave at the same time you want to pursue the destiny. So the Bible says after being rescued, the story za Canaanites ama za Canaan zinaanza kuletwa. Kulikuwa na mzee mmoja alikufa, anaitwa Raila Amolo Odinga. Huyu mzee 2017. Huyu mzee I was fan of his. So akatupromise one day Canaan. Na hii Canaan alitupromise tunaingojea mpaka saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Promises have objectives, and only people who are free, because you cannot object to your destiny. Ama uko na objectives while you are slave, because as slave you only get what you deserve, not what you desire. Bwana Yesu asifiwe. Anything inakuzunguka hapo, you only get what you do, what you deserve. Bwana Yesu asifiwe. That's why as long as the children of Israel were in the hands of Pharaoh, they were not able to do anything. Hata ukiwaletea wakiwa huko Egypt stories za Canaan, wakakupiga mawe, because they were not free. So Moses is coming in to rescue them. After rescuing them, now he's telling them, now you are being rescued from the hands of the oppressors. Now because you are free, now you have a destiny. You are somewhere you are heading. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You have somewhere you are heading. Now, as we worship God, as we desire to walk with God, tuko na malengo katika maisha yetu. We want to follow what? God. Amen. We are not just worshiping God blindly. We are worshiping God with purpose. Praise God. Amen. We are believers of purpose. Believers of purpose. Yes. Yesu ameniokoa. Then there are things we are pursuing with God. Amen. Even if I go in the house of God, I worship God, and there are some things I want God to fulfill in my life. So you worship God with a purpose. You worship God with reasons. Amen. You worship God with reasons. So, I think up to there to the definition, something that will help us. So I've read the old chapter number 6 of the book of Exodus. To understand ya kwamba hapa tunafuata Mungu. Hakuwa akitaka kuokoa mtu. We are in agreement that akitaka kuokoa mtu. Moses alikuwa kule Egypt before hao watu hata wamfuate. Moses alikuwa kule akiwa mdogo. So alikuwa akakuwa. By the time he's grown up, now God is appearing to him for the first time. Yeye analelewa kwenye nyumba ya Farao. Yeye hakuwa anateseka, but the rest of his people were suffering. So Mungu akamwambia Musa kuja. Na Musa akarespond. Musa anaporespond, Mungu anafanya namna gani? Anampea directives. Anamwambia, I have come to rescue these people.
and the person I will use is you. In the first place, tunaona Biblia inasema ya kwamba Moses refused. Akasema mimi siwezi enda, and because these people hawatanisikiza. And one of the reasons because Moses alikuwa amelelewa kwa hiyo nyumba ya oppressor. Kwa hiyo nyumba ya oppressor. So the oppressor, Moses alikuwa kwa nyumba ya oppressor. Ilikuwa ngumu sana this children of Israel from the other side kumunderstand na kumuelewa. But through the grace of God, Musa aliwaendea for the first time, alipoappear to them, akawaambia Mungu amenituma bla bla, wakarefuse. Kasema wewe, tutaki step za kutoka. Enda. Akarudi akaambia Mungu, sasa kama ni hao wana wa Israeli unanituma kwa hawasikii. Sasa yule Farao mgeni ndiye anasikia. Amen. That's what the Bible says. If you are sending me to these people, hawanisikii. Na yule Farao na mfalme atanisikia hadi. Mungu akamwambia Farao, Moses, just go. If we refuse to listen to you, nitatumia signs and wonders. And that is exactly what God did. Mungu alijua kabisa Moses hatasikika na Farao. But after some hours, some trips, some periods, Farao alikuja kukubali si venye anataka, lakini kwa kusukuma, because Mungu alifanya vitu vingi sana Farao hakuwa na otherwise but to akubali. Amen. So I just believe God, those even who are watching us on our display TV, you are born again, and if you are not born again, what you are supposed to do? You have no option. For you to be rescued, you must accept the person who has come with a message of rescue. Lazima ukubali. With a person who has come with a message of rescue. And once unakubali, because God cannot come himself to you. He uses people. So sometimes we made mistakes. Somebody has been sent, and then you don't see kama ni Mungu. So you're expecting God to come himself. God will not come by himself. He will send somebody. And that somebody ambaye Mungu anatuma is a messenger. God is inside that person. As I speaking this morning, we are studying this word. Since I started, I'm just reading, talking, emphasizing on the word of God. And that means that I'm speaking his words. I'm speaking his message. If ningekuwa na something else, I could have speaking something else. I just divert the scripture and then I speak something else. But we thank God because I'm speaking the word of God, and that's what Moses was doing. He first introduced the God he was speaking about. I am who I am, God of your forefathers, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. He did a very good introduction when you read Exodus chapter number 3, down there, chapter number 6, down there. You find out that people ask him, who is this God? And in fact, that question Moses alimuuliza Mungu direct,
Anasema unanituma niende nikahubiri. Watu wataniuliza wewe Mungu wako ni nani? Mungu akamwambia Musa, if they ask you that question, tell them I am who I am. I am. Na wakati anamwambia I am who I am, Pharaoh refused. But Pharaoh alikuwa anajua ukweli. But totally refused because of kiburi yake. In some scripture the Bible says the Mungu alihusika moja kwa moja Farao kuwa na moyo mgumu. Yaani akafanya moyo wake ukakuwa hard the point that yaani atigizo kidogo aonyesho 1 2 3. Yafanye nini akuje kukubali. So as we meditate about this word, I am saying, if you are not born again, then there is no need for us to preach this gospel. First of all, the first step, you must be rescued. Once you are rescued, then story zingine za ahadi venye wataishi vizuri, venye watasucceed zinakuja baadaye. Those are ahadi, promises. But first of all, you must be rescued. Very important of all things. Once you are rescued, then stories zingine zinaanzia pale. That shows the spiritual realm that you are on the safe side. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Once you are rescued, then that shows you are on the safe side. But before salvation, anything we say, anything you are doing is a charade. Ni kucheza ya tao ya kiroho ambayo haitusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimalize na hii kusema. Yesu ameingia city after city, town after town. Many different people with problems akisolve. Siku moja akiwa amekaa hivi na wanafunzi wake, akauliza a very stupid question. Akauliza, na nyinyi wenye mnatembea huku nje, wenye mnatembea huku nje, watu wanasema mimi ni nani? Kina Petro na kipembele yao wakasema watu wakapenda majibu tofauti. Wanasema wewe ni Musa, wengine wanasema wewe ni Elijah, wengine wanasema wewe ni nabii, wengine wanasema wewe ni daktari. Alafu akauliza wewe, wale wanasema hivyo, wewe hapa nyinyi kina Petro, what do you say about me? Petro wakapeana tena majibu hapo pia tofauti tu among the disciples, of which they were supposed to be the first culprits to tell the different story kuliko zile wanasikia kutoka kwa nje, maoni ya watu wanatoa kule nje. But the Bible says Petro akainuka akasema, you are the son of God. 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 Because of this, Yesu akamwambia Petro, shukuru Mungu. Akamwita jina ya mama yake. Ni kama mtu anamwambia mtoto ya mbele, shukuru Mungu kwa sababu hii sio mwili ndio kufunuliwa na nini? Na Roho wa Mungu. This shows
matters of God is spiritual. Matters of God is spiritual. Mtu asikudanganye mahali, it's spiritual. Juzi nimeona article fulani jana. Mapasta wanajikusanya wanasema serikali, sisi ndio tuliwapigia kura. Serikali kanisa ndio mwaleta pale uongozi. Hii serikali tunajua imerudi huko nyuma. Wakaenda wakaregulate church. Unajua hao mabishop niliwaona jana kwa news. Ndio wameshtuka saa hii ati government imeregulate kanisa. Some 2 weeks ago, mimi nimeenda hapo kwa Attorney General. Nikauliza kitu fulani kuhusu kuna mtu alitoka kule nyumbani Bungoma. Anakuja huko, alikuwa anataka tuende tumsaidie mambo ya registration ya kanisa. Alipokuja huko nikamwambia twende. Kaenda tukafika huko. Tukauliza. Kumbe wameintroduce hizi vitu. Wanaita watu kuja tuongee, lakini already as we speak washa regulate already. Na anytime ukisikia government yote ina regulate kitu, wanakaa kidogo hivi wataanza kukujia makanisa. Wanaweza watasipojia. Sasa bishop ndio wameamka jana na kanisa zimekuwa regulated already. Hakuna pastor atakuwa anasimama kama ana from diploma in theology. Hakuna pastor atakuwa na ability wala waweze kuregister kanisa. Diploma in theology, that's the minimum expectation ile imewekwa kwenye government. Number 2, hautarani zaidi kama hauna marriage certificate. Kwa hivyo hii mambo ya kuitisha hapa ni prophetisi, sijui pastor jaoa ati pastor kabisa, hiyo vitu inaenda kuisha. Nasikia nani Plato, sasa utafute pastor mzuri ya kupiga karatasi. Amen. Nasikia Mama Kendra, ndio pastor mzuri kupiga karatasi. Hata wasiende ndio tu kwa history ya hata. Kendra amesikia certificate before ikaingia, si ndio? Nasikia ina sound sweet. So that's what the government has done. Na hata uwe pastor lazima kuna mtu lazima atarecommend. Aseme huyo namjua, na wewe mwenye kurecommend lazima kwa kanisa na analipa KRA. They have done that thing. As we speak, wameweka kwa system. Ukienda kwa hii system unazipata. Sasa nilikuwa nasikia jana mabisho wanaongea 1 2 3 nikasema tu acha ninyamaze, sitaki kuongea. Wanataka wapige kelele. These things unajua inafanyika. I don't know what is happening in East Africa. Rwanda inafanyika. Uganda inafanyika. Mali kuna compromise kidogo huku kwa Suluhu. Sasa Kenya imeingia. Shetani ambaye ako Uganda ako huku. Na shetani ako Burundi, ako Rwanda, ako huku. Na ako Tanzania. Anything that's happening in these Eastern African countries is not familiar. Juzi tulikuwa na uchaguzi wapi? Tanzania. Wakasema ilikuwa semi-final. Ilikuwa nini? Quarter final. Sasa hii inaendelea wapi? Uganda. Semi-final. Najua nini? Tumebakisha mwaka mmoja tu final wapi? Hapo Kenya. Hapo kutawaka moto. Andika mahali kutawaka moto. Penye kunakaa huku kutawaka moto hata kuliko Tanzania. Yaani JNC wenye wamejipanga na watu wengine, huku kutawaka moto. Jambo hiyo moto ikuje kuzima.
Utashangaa sana. Oh, pastor huyu siku hizi anaongeanga vitu mbaya. Wewe huja hapa kanisani nikuambie kitu nataka. I have to tell you what you did, not what you want. Bwana Yesu asifiwe. Dunia imekaa namna hiyo sasa. Unaona hii tukiruka hii mwaka hii ya 26 tukimalizana nayo 2027 ndio kwa election. Kuanzia mwezi wa kwanza 2027 problem. Ukijaza sana hata mtu atanyala kanisani. It is coming. Wewe bora tu gani na kidhiri shauri yako. Nasikia mama. We need to pray. We need to pray. We need to pray. That's why tukiwa kanisani tunasema watu wasome. Tukiwa kanisani tunasema watu wapate kazi nzuri. Kuja hapa kanisani hatuendi, uendi shule, wewe ufanye kazi ya sasa unakuja kutuchokesha hapa kanisani. Wacha tufunge kanisa tukijua uko kazi kama wanasoma. Amen. Because haujaokoka usifanye, usisome, haujaokoka usifanye kazi. Amen. Najua sana kuna mahali tumetoka, hata mimi kuna mahali nimetoka. Basi hapa alikuwa anakuambia tu omba. Kwanza leo roho yangu imechoka sana, nitawaambia. Roho imechoka sana. Namaliza hivi tuanze ibada ya main service. Kama naenda ushago mwingi ushago. Naambia nipe kukutana. Na hiyo kuna kuja na kana hiyo wiki mbili. Naambia nipe kuku jike na kuku jogo. Naambia nipe hizo kuku. Hizo kuku nakuja nasema nataka kuzipea nini? Chakula. Na hizo kuku unakaa nazo wiki ya kwanza, wiki ya pili kuku inaanza kutega mayai. Kuku inaanza kutega nini? Na ni kuku. Baada unaongota mayai huku. Unaongota mayai. Ni kuku. Sasa wewe unasema uko na Mungu. Hakuna mtu ana dispute una Mungu. Unasema umeokoka. Hakuna mtu ana dispute hujaokoka. But we don't see salvation. Hiyo Mungu sisi hatuioni. Hatufanye nini? Hatuoni hiyo matunda ya wokovu. Mastori tu. Kanisa hili tumemaliza mwaka hapa. Na some of the people tumekuwa na hao hapa. Bridget, mwaka mzima. Pasa anaongea hivi, mwaka mzima. You don't change. Yaani ushiki kitu. Ndio kula ugali, sukuma. Akidiri. Na omena. Kama Ketra. Is it possible? Kulikuwa na mwanafunzi mmoja anaitwa tayarisha huko nini? Kulikuwa na mwanafunzi mmoja anaitwa Philip. After kutembea na Yesu for long time, akatoka na swali ya kimjinga, akauliza Yesu. Sababu ni Yesu alikuwa amesema mimi naenda kwa Baba. Nikasikia Philip amemuuliza show us, hata aseme show me, anasema show us. Show us your father.
Yesu kabla akujibu akamwambia, na wewe hii muda yote tumetembea na wewe, is this, are you still also asking this, such a question as kuonyesha nani Baba? Yesu akasema haisuru. Yule ameniona mimi amefanya nini? Ameona Baba. Akamwambia Filipo, I am the Father. Bwana Yesu asifiwe. In other words, the content of that scripture, the question of Philip was stupid. Amen. It was not supposed to come from him. Ingetoka na mtu mwingine, lakini sio Philip ama wale among the disciples. That's why Yesu anamuuliza, after all this long tumetembea na wewe, you asking such a question. Amen. So as tunapoingia katika hizi festive, we want to arise on occasions. Tutafute Mungu katika level nyingine. Amen. Tusimame kwa miguu zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asante. Acha tuombe. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you. We worship you because of this word we have read from the book of Exodus, from chapter number 6, verses number 6 all the way to 30. Lord, you show us that you called Moses to go and rescue the children of Israel from the hands of the oppressors, the Egyptians. Lord, we are praying through this word that God, may you reveal the purpose and the grace you have and the plans you have with our life, to the glory and the honor of your holy name. As we worship you, Lord, as we depend on you, we pray that God, you help us to the glory and the honor of your holy name. May you protect us from the hands of the oppressors. May you protect us from the forces of the oppressors, those who are scheming against our destinies, our promises, our careers, and our achievements in our life in the name of Jesus. We are praying in the name of Jesus that God will protect us. We are praying that God, our destinies are protected and being led by you, King of Glory. The glory and the honor of the holy name. We thank you because of this word. As you have promised that God, this word will not return empty to you, King of Glory, until its purpose has been fulfilled to the glory and the honor of your holy name. Father, we thank you. Father, we give you praise. Father, we give you glory. And Father, we give you honor. We give you adoration this morning, Lord, in the name of Jesus. Thank you because you are great God. Spirit of God, we thank you. As we are entering the main service, we are praying that God, by your grace, we need to feel your presence. We need to feel your grace and minister in our lives through the Holy Spirit. In the name of Jesus. Father, we bless you. We honor your holy name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. Say amen. Say amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Tukiwa tu tumesimama hapo, tunataka tuingie kwa main service. Wasijana joka apigia katu hapo mbele. Pia mgeni wetu makofi mazuri. Jisikie mgeni katika nyumba ya Baba.
Sisi ndio wana vyeti za Qur'ani kabisa, msikuwe na wasiwasi, hata walete ni hata kama ni shule tutaenda. You have no problem. So, tutaka kuingia main service. Leo sijui watu wamepotelea wapi. Kupata bado. Watu wacha praise and worship. Wapi mada kwa wapi? Iwewe Bwana, iwewe Bwana. To
nafasi. We worship you, Lord. Unaweza, unastahili Jehova, unaweza, unastahili nani. For the praise, Lord. Hakuna kama wewe Jehova. Unaweza Bwana, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza Baba, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza unatawala milele Bwana, wasia unaweza, hakuna kama wewe. Ulikufa kwa ajili yangu, ni mwabudu nani Bwana, wasia unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Baba, unaweza, wasia unatosha. Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Yesu, unaweza. Baba, unaweza, wasia unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Baba, unatosha, unatawala milele Bwana, wasia unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Baba, unaweza, wasia unaweza, Yesu unaweza, hakuna kama wewe. Baba, unatosha, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Baba, unatosha, Baba, unaweza, Masia, unaweza, hakuna kama wewe. Unatawala milele Bwana, Baba, unakomboa, Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza Yes, Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza, unaweza hakuna kama wewe. Oh, we give you glory.
Father, we give you glory and the honor. We give you glory and the honor. Oh, we give you glory, my Lord. We give you glory and the honor. We give you glory and the honor. Oh, we give you glory, my Baba. We give you glory and the honor. Msalabani
ulimaliza yote msalabani. Yesu yote ulimaliza msalabani. Enda mbele za Bwana ukitaja tu yale yote alimaliza msalabani. Maandiko inasema ya kale yamepita na ulifanyika kuwa Bwana saizi Jehova. Amekufanya kuwa kiumbe kipya maishani, amekufanya kuwa kitu kipya maishani, amekufanya kuonekana matunda mapya Jehova. Yote yalipita msalabani, yote ulimaliza msalabani. Zote za kale ulizibeba, ulibeba dhambi zetu, ulibeba kisirani, ulibeba kila aina ya dhambi, yote ulimaliza msalabani. Yesu, ninaomba tu Jehova neema yako Jehova, neema na kibali Jehova, naomba kibali chako Jehova, ukaweze kutawala mahali hapa Jehova. Yote ulimaliza msalabani ndani, yote ulizibeba msalabani, katika jina la Yesu Jehova. We worship you Lord. Unaweza, unastahili mfalme, unaweza, unastahili simba wa Yuda Jehova, unaweza, unastahili ndani. Unasema ni asante, nasema ni asante Jehova kwa yote umenitendea Jehova, kwa kunifanya kuwa mpya Jehova, kwa kunifanya kuwa chombo kipya Jehova. We worship you Lord. Unaweza, unastahili Jehova, unaweza, unastahili mfalme, hakuna kama wewe Jehova. Yesu unatawala Jehova, Yesu unatawala mahali hapo Jehova, Yesu tawala kwa watu wako Jehova. Yes, I can see the presence of the Lord. Naona tuwepo Yesu, naona tuwepo Yesu, ukitawala mahali hapo Jehova, ukitawala kwa watu wako Jehova, ukitawala mfalme, katika jina la Yesu Jehova. Hakuna kama wewe Jehova. Seketele katalaboza, sekatalabagatalaze, seketele katalabasa, seketele kasebolaza, lekatalabogazelele. We worship your name, Lord. We call upon your name, Lord. We call upon your name, Lord. We call upon your grace, Lord. Tunaomba neema yako Jehova. Unaweza, unastahili Jehova, unaweza, unastahili ndani. We give you the praise, Lord. Unaweza, unastahili mfalme. Yote ulimaliza msalabani Jehova, ya kale yote yamepita Jehova, ukanifanya kuwa chombo kipya Jehova. Hakuna kama wewe Jehova. Unaweza, unastahili. Ni neema yako Jehova, ni neema yako mfalme, ni neema yako inatawala, ni neema yako Jehova. We worship your name, Lord. Letisha tu neema ya Yesu ikaweze kukuzuia, ikaweze kukuepusha Jehova na yale maovu ya shetani. Tunakataa kila minyororo za giza, tunavunja kila nguvu zote za giza. Every spirit of stagnation tunaharibu katika jina la Yesu. Tunaitisha uwepo wako mahali hapa, tunaitisha nguvu zako mahali hapa, tunaitisha uwepo wako ndani. We worship you Lord. Unaweza, unastahili Jehova, katika jina la Yesu Jehova. Tunaharibu kila nguvu zote za giza, tunabomoa kila madhabahu zote za giza katika jina la Yesu Jehova. Die by fire, die by fire, katika jina la Yesu Jehova. Unaweza, unastahili Jehova, unaweza, unastahili mfalme. Hakuna kama wewe Jehova, hakuna kama wewe mfalme, hakuna kama wewe Adonai. We give you the praise and the adoration mfalme, katika jina la Yesu Jehova. Unaweza, unastahili Jehova, unaweza, unastahili mahali hapa Jehova, unaweza, unastahili kwa watu wako Jehova. You say the book of Psalms 23, Lord, the body of my shepherd, Lord, I have everything I need, Lord. You let me rest in a field of green grass, Lord. You need me to fight your pools of fresh water, Lord. You give me the strength, you guide me in the right path, the way you promised to me, Lord. Even if I go through all the deepest darkness, Lord, I will not be afraid, Lord. Shepherd, Lord, shall protect me, Lord. You prepare a place for me, Lord, where all my enemies can see me, Lord. And they call me as God against the Lord. Oh, yes, I know your goodness and love shall follow me. In the mighty name of Jesus, O Lord, we worship you, Lord. You are well so much.